mauti. Ina mikono yako, sema kwa jina la Yesu, kuanzia leo ninafuta kila neno la kusaini mauti kwenye maisha yangu niliyotamka. Kuanzia leo nafuta wazo lolote nililowaza na kusaini mauti. Nafuta kwa jina la Yesu. Piga Bwana Yesu makofi. Ukikaa ndani ya Kristo Yesu na maneno yake yakikaa ndani yako, omba lolote unalotaka na wewe utatendewa. Ishi ni kukaa ndani ya Yesu, yaani ukaishi ndani ya Yesu. Kuishi ndani ya Yesu nimesema, moja, kujitenga na dhambi. Usiishi maisha ya dhambi, usiwe mwongo, usiwe mtu ambaye anafanya vitu viovu, usifanye. Jitenge na kila chochote kibaya, maneno mabaya. Mengine unakuta kinywa chake kimejaa matusi, mengine unakuta moyo wake umejaa hasira, mengine unakuta moyo wako una ghadhabu, mengine unakuta amejaa kiburi, mengine hashauriki, mengine hata kama amekosea hataki, mengine unakuta sasa huyo yeye ana maisha ambayo sio maisha ya kumcha Bwana. Ishi maisha ya kumcha Bwana, naye atanyosha njia zako, mapito yako, hatua zako, afya yako, utajiri wako, kazi yako, ndoa yako, mafanikio yako, mume wako, chumba wako. Yeye atasimamia, yeye atasimama, yeye atatenda, yeye atasimama kila kitu, atasimamia anachotaka ndani yake. Ni kukosa mwendelezo. Kukosa mwendelezo. Kukosa mwendelezo, yaani hutakiwi kufanya kitu mara moja. Mwingine akiomba anaishia pale, yaani akiomba anasema nimefunga siku 30. Sema hii imetosha, ana relax. Ulimwengu wa roho haupumziki. Ulimwengu wa roho unafanya kazi masaa 24, siku 7 za wiki, siku 365, kila wakati na kila siku. Ulimwengu wa roho unafanya kazi. Amen. Amen. Ni lazima uwe na roho ya mwendelezo. Ukienda kanisani ukaombewa, then ukaamini Mungu amekuponya, uwe na mwendelezo. Amen. Sasa mwingine unakuta mfano, unajua kuna watu wengine akienda kanisani anafikiri kwa mganga wa kienyeji. Yaani kanisani anapageuza kama kwa mganga wa kienyeji. Yaani kwa mganga wa kienyeji unaenda, ambia Bwana, hebu niagulie hapa, niangalizie maisha yangu yakoje. Sasa akienda kanisani akatabiriwa, akaombewa, akatatuliwa shida yake, kinachofuata anasahau. Anasahau kabisa. Kuna mtu mwingine akiwa kwenye shida, utamwona yuko anafunga, utamwona naomba, Baba Mungu katika jina la Yesu, Mungu kwa Bwana atafunga wiki nzima, yeye peke yake yuko kanisani, anaomba Bwana afungue njia. Akishaifungua njia, anaingia kwenye baraka, tayari anasahau. Yaani hataomba tena, hata
kama bidii yake inapungua, utamwona, yaani unashangaa, unajiuliza huyu mtu imekuwaje? Kukosa mwendelezo kunaweza kukachelewesha maombi, majibu ya maombi yako. Kwa hiyo ni lazima uwe na mwendelezo. Yaani kama ni kuomba, omba siku zote. Kama ni kukiri ushindi, kiri siku zote. Sio siku nyingine unaona mambo yamegoma, unaona hali ni tete, unaona ni kama vile maisha hayaendi, unaona hapa sasa ni kama nimekwisha. Kama ni kuamini, endelea kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo maisha yako ni lazima yawe tofauti. Lazima yawe tofauti. Kwa hiyo ni kwamba kukosa maendelezo ni hatari sana. Yesu alisema, alikuwa anafundisha, anawaambia watu kwenye kitabu cha Luka pale sura ya 18, anawaambia jamaa, imewapasa kuomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Kwa nini nasema? Maanake hii ni mwendelezo. Useme leo nimeomba imeisha, useme leo nimeenda mkesha imeisha, useme Ijumaa tulikuwa na mkesha vijana imeisha. No, ni lazima uwe na muda wa kuomba zaidi, ni lazima uwe na muda wa kumtafuta Mungu zaidi, ni lazima uwe na muda wa kutafuta uso wa Bwana. Wewe ni kijana, wewe ni binti, wewe ni mama, wewe ni mzee, weka muda wa kumtafuta Bwana. Tafuta muda, uwe na uendelezo. Hata kama utafunga kila siku, wewe funga tu. Hata kama, sikiliza, hakuna mtu anayeweza kufa kwa sababu ya kufunga. Amen. Haleluya. Ukifunga, Mungu anaangalia kiu ulio nayo. Mtu akifunga, siku moja nikasema, ukimwona mtoto wako amezila kula chakula, anasema siri, kuna shida pale. Na kama wewe ni mzazi, huwezi ukatulia wakati wanao kagoma kula pale, kitu utataka ujue kitu gani kimesababisha asile. Ndio maana ya kufunga. Unapofunga, mbingu zinajulisha mwanadamu huyu mpaka ameamua kuongoleza, akaacha maisha yake ya kawaida, akaacha starehe, akaacha chakula. Ana shida gani huyu? Watatafuta sababu, kwa nini umeamua kufunga, kwa nini umeamua kuongoleza mbele za Bwana. Sasa mwingine anapenda ile maombi ya isikilimu, kiamka asubuhi, chapati 3, chai vikombe viwili, mchana na kula ugali mkubwa ule wakusukuma ule mguu, jioni anakutana na wali, twende. Amen. Haleluya. Wewe ni lazima Yesu akupe roho ndani yako, uwe na power kiroho, uwe na nguvu ya kiroho. Omba, uwe na mwendelezo wa kuomba. Amen. Hivyo unakuta ni mara nyingi sana nakula mara moja kwa siku. Kwa hiyo huwa na mara nyingi nikila nakula baada ya masaa karibia zaidi ya 20, alafu ndio nakula tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uwe na mwendelezo wa kuomba, uwe na mwendelezo wa kuimba, uwe na mwendelezo wa ibada. Usiende ibada moja ikaishia pale pale. Uwe na mwendelezo, ibada iwe ni mwendelezo.
Ukishamwamini Yesu, ukishaokoka, ibada zako ziwe za mwendelezo. Bwana Yesu asifiwe. Ibada zako ziwe za mwendelezo. Hakikisha maisha yako yanakuwa ya mwendelezo. Hakikisha hatua zako zinakuwa na mwendelezo. Ukitaka Mungu akutendee, hakikisha unaendelea. Waefeso sura ya 6, Waefeso sura ya 6, Waefeso sura ya 6 na mstari wa 18 anasema, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu wote. Haleluya! Anasema kwa sala na maombi mdumu katika hayo. Omba kwa bidii, dumu katika maombi, dumu katika kumtafuta Bwana. Wewe omba mchana, omba usiku, omba jioni, omba asubuhi, muda wowote wewe omba. Haleluya! Kwa sababu kwenye kuomba ndio unapokea, kwenye kuomba ndio unashinda, kwenye kuomba ndio unatendwa vitu vibaya. Kwenye kuomba unaweza ukaomba, kumbe ukasurutishwa kuomba, ukasukuma kuomba, kumbe wiki hiyo imepangwa jambo baya, unasukuma kuomba ulitendwe. Usipoomba litatimia. Umepangiwa kwamba tu yaani leo huyu jamaa wiki akiwa anatoka bodaboda impitie. Haujaomba, umeamka tu wewe unakupuka tu unaenda. Mchana hujaomba, usiku hujaomba, jioni hujaomba, ndoto hujaomba. Yaani wewe upo tu. Ndio maana wakati mwingine unaniuliza jambo, kuna kitu kimetokea. Kitu gani kimetokea? Ile kitu cha ghafla kabisa. Mtu kamomba ghafla. Sio kwamba anaomba ghafla, alikuwa ameshatengenezewa mchoro ila hakujua cha kufanya. Haleluya! Yeyote atakayetengeneza mchoro na ufuta mchoro ule na mweka yeye na niona mchoro kwa jina la Yesu. Ukiomba unamnyofoa mtu, ukiomba unamnyofoa mtu, unamnyofoa, unasema nakunyofoa na kuweka ndani ya kile unachokipanga kikupata mwenyewe kwa jina la Yesu. Anasubiria huyo mtu akapatwa na madhara hayaonekani, anasubiri mtu ataugua haugui, anasubiri mtu mbona tushamtengenezea ugonjwa mbona haugui. Ulishatamka tayari, ulishaomba tayari, hakuna kitakacho kugusha. Ni yule aliye na bidii ya kuomba ndiye anaweza kuishi maisha anayotaka. Ila kama uombi, wale wanaofanya kazi usiku, wale jamaa wanaofanya kazi usiku, wale wachawi wale, usipoomba, kwa sababu wenyewe wakienda kwenye vikao, wakienda usiku kwenye vikao, wana ajenda zao na wana vitu wanapanga, na wakikupangia kama huna maombi, kama uombi, wakikupangia idhani kama utakuwa labda neema Kristo Yesu ikusaidie. Lakini ni muhimu sana kuwa na bidii ya kumtafuta Mungu. Kila kitu uwe na mwendelezo, ibada zisizokoma, yaani usisikie hali yoyote ya kuchoka. Haleluya! Watu wengine akisikia kuchoka tayari, unajua hakuna kitu kibaya kama kanda ya ziwa. Hii kanda ya ziwa, hasa mkoa wa Mwanza, hii mikoa hii ambayo ya jamii sana sana ya Kisukuma, kuna roho za ajabu sana. Ndio maana waganga ndio wamekaa, ndio wametulia
kuingia, utamwona mganga anaenda anaweka kienge chake pale, unaona mimi anaenda anaweka pale, unaona anaenda anaweka pale. Kwa nini? Kwa sababu wasukuma akili yao iko kwenye uganga. Na wapaswa majina Yesu. Paswa paswa paswa. Leta pasaka. Na wapaswa majina Yesu. Ila roho ya uganga na ipaswa. Yana kapasaka. Ya kapasaka. Na pasue majina Yesu. Kuna operation nataka nifanye. Kuna operation nataka nifanye kama wiki 2 mfululizo. Utaniambia. Haleluya. Ni lazima uganga ufutike majina ya Yesu. Yesu aliuliwe wasipotaya kutubu. Kila mmoja anakufa baada ya mwingine, baada ya mwingine, baada ya yaani mtu ajifanye tu kichwa ngumu, yaani ajifanye kichwa ngumu, hataki kuelewa, anaendelea na mambo yake ya uharibifu, mambo yake ya uovu, na mpasua, anakata moto kwa jina la Yesu. Biblia inasema hivi, asionekane kwako mtu yeyote arogaye kwa kupiga mafundo, asionekane kwako mtu yeyote atazamaye bao. Waganga wanatazama bao, maana yasema asionekane kwako kwenye jamii yako, kwenye familia yako. Kama kuna mganga na mpasua majina ya Yesu, anaambia unajua, wakati mwingine ndio maana ikakuta asilimia kubwa ya jamii hii ya kanda ya Ziwa hii nasa yote hii kwenda Siwapi yote mpaka Mwanza. Mwanza alikuwa nafuu kwa sababu ni mjini, lakini wote ni wale wale, wote ni wale wale. Nini kimewafunga? Utamwona asubuhi Jumapili kanisani, Jumapili shambani, yaani yeye hana siku ya kumtafuta, yaani yeye kila siku hana siku ya kumwabudu Mungu, na yakasiwa na shetani, ipepo ni Mungu iliyomshikilia. Niwaachie kwa jina la Yesu. Haleluya. Wewe unaanzaje kuimba Jumapili? Watu wanamtafuta Bwana, watu wanampita Bwana, wewe unaenda shambani. Mwingine hata mvua hazinyeshi kwa sababu ya maovu ya watu. Wewe siku ya Bwana Mungu alisema usifanye kazi, niache uiabudu Mungu, mwabudu, naenda kamwabudu Bwana. Alafu jitu linakata linachukua jembe linaenda shambani. Jumapili watu wanaenda kumwita Bwana. Naomba kuanzia sasa, kama Bwana aishivyo, yeyote niwahi kusema hapa, nikisema mtu kama anaenda kulima Jumapili na manguru afishike na asipate chochote kwa jina la Yesu, na ninawafunga kuanzia leo. Aambie Bwana anasema mtafute Bwana wakati anapatikana, fanya kazi siku 6, tenga muda wa kumtafuta Yesu Kristo, tenga muda wa kumwabudu Mungu wako. Amen. Hadi sasa hivi kuna mtu ana akili yuko shambani tu. Amen. Ana akili ya kula, ana akili ya
ya maisha ya kwake anayoyajua, akili ya ufalme, akili ya rohoni hana. Mtapigwa mpaka mtachoka. Na mimi nawaambia basi, msipoacha huo upuuzi, mtapigwa mpaka mtachoka. Wako nenda kamshauri, kamwambia bwana, hebu badilisha. Haleluya. Amen. Hasa wewe ukajiuliza, watu tunafanya kazi, mnalima mpaka Jumapili huwa ndio linama sasa, ili mkome ubishi. Tukisema tuende kanisani, eti linaenda nachukua jebu, linaenda kulima. Na hiyo ndio siri ya Yesu Kristo. Yesu Kristo. Maovu yanamfanya Mungu akasirike na hasira yake inawaka kama moto. Wale wamtegemeao Bwana watapanda, watainuka, watakuwa juu, watapanda juu kama tai, watakimbia hawatachoka. Wanajiuliza kwamba hawa watu wameroba kweli kweli. Unajua hata shetani kuna vitu vingine ambavyo anapata wepesi kwa sababu ya sisi wenyewe. Akitaka kukuzuia, akitaka kukushambulia, anaangalia wewe ukoje. Dumu sana katika sana maombi. Na wewe unayekwenda kanisani, si Yesu akuinue alafu uonekane bora kuliko hao? Amen. Si uinuke Yesu akufanye kuwa bora kuliko hao. Wale wote ambao hawamjui Mungu, hawako ndani ya Yesu, wakikutazama wakuona Yesu anaendelea kuinua maisha yako na uko tofauti na wao. Kati ya vitu ambavyo vinawafanya hata waganga
waendelee na kazi zao ni kwa sababu there is no real competition kati ya Mungu wa Wakristo na waganga wa kienyeji, na hakuna tofauti kubwa ambayo ni positive walionayo Wakristo wanaomwabudu Yesu na yule anayepiga manyanga na kuvaa masepele na kuvaa cheni kwenye madhabahu yake. Haleluya. Tena zaidi ukiangalia utakuta yule ambaye ana bacheni, ana nanili, ana maisha ambayo yamekaa ni bora kuliko yako, unaipenda kanisani. Mamlaka ya kiroho anakuzidi, kila kitu anakuzidi, utamwambia nini? Amen. Huwezi kumwambia chochote. Kwa hiyo ukitaka uwe na mwendelezo, ukitaka maombi yako yajibiwe, weka mwendelezo. Hakikisha unafanya kazi. Useme nimeomba na sijapokea na kazi huja kufanya, kwa sababu nategemea kile ulichokiomba kinahitaji ufanye nini. Je, umefanya sehemu yako? Wewe umeomba sawa, lakini kuna vingine ambapo Mungu katika kujibu anakujibu kupitia uwezo ulionao, kama ni akili yako, ni ufahamu wako, ni elimu yako, ni mawazo yako, ni jinsi unavyoishi. Kuna majibu mengine ameyaweka ndani yako. Wewe umefanya sehemu gani? Bwana Yesu asifiwe. Usiombe unasubiria Mungu ajibu wakati huna mkakati wa kufanya. Unaomba sema naomba Mungu nifanyie kitu fulani, lakini huna mkakati wa kupata hicho kitu. Ufanyi kazi, umekaa tu relax. Wengine wanachapa kazi, wewe upo. Wengine wanafanya hiki, wewe upo. Sasa utaanza kusema Mungu ajibu maombi. Sio kwamba ajibu maombi hauna kazi. Biblia inasema mtabariki kazi ya mikono yako. Je, kazi unafanya? Una bidii? Wewe umefanya nini? Katika kile ulichokiomba umefanya, umetimiza wajibu gani? Ishu sio kusema Bwana akachelewa. No. Wewe umefanya kitu gani? Haleluya. Amen. 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 Okay. Ngoja nikupe mfano. Nitoe mfano katika eneo la utasa. Utasa ni hali ya kutokuwa na uwezo wa kuzaa, kama ni mimba, kutokuwa na uwezo wa kubeba mimba, kama ni mwanaume kutokuwa na uwezo wa kuendesha mimba. Hiyo ndio tunasema utasa. Lakini tukiacha yale mashetani ambayo yanaweza yakasababisha mtu akawa tasa, hii miili yetu hii imejengwa na inaimarishwa na vitu, hasa vyakula. Sasa wewe, kuna aina ya vyakula ambayo inatakiwa kula ili uwe na uwezo wa kuzaa. Hiyo hitaji mpaka Yesu akupeleke mlimani. Anakwambia kula matunda, hitaji mpaka Yesu akushike mkono, nenda kanae matunda. Sura akili kanae matunda yajenge afya ya uzazi. Haleluya. Haya kwa mama ndio hayakula karanga.
Kwa mfano wewe tatizo lako labda ni mwanaume, una low sperm count. Nitumia Kiingereza. Amen. Haleluya. Kwa hiyo sperm zake hapo ni chache. Na zinaongezwa na nini? Zinaongezwa na vyakula. Chikaya vyakula ziongezeke. Baka wewe kwenye kufunga na kuomba ni sawa. Unaweza kufunga. Vingine tumia akili kula vizuri. Haleluya. Kila kitu kuna sehemu yako. Haya wanaambiwa Bwana, ukinywa pombe kali inaenda kuharibu mapafu. Mara hili wewe unapokia shimwa, kama mtu ambaye anakunywa shimwa asubuhi, mchana, jioni, utapiga rao. Ni kweli? Yaani pombe ni ambayo kinywa unasikia kama moyo, unasikia kama mapafu yanawaka moto. Yaani huku nainywa mapafu ni kama yanawaka moto. Utakunywa miaka 2-3 utaishi. Ukitaka uishi, anza kuishi maisha yanayotengeneza mwili wako uwe na afya. Haleluya. Sasa Yesu akaambia jamani, unajua mwanangu, nataka twende kule supermarket au twende kule mnadani nikakuchagulie matunda ya kula. Wewe ni mwanangu, twende kule mnadani nikuchagulie matunda. Nataka Yesu aweze kufanya hiyo kazi. Unajua haya mambo yako kwenye akili yako. Kwa kingine zinahitaji uwe na ufahamu. Haleluya. Sasa wale wanauza pombe walivyo ajabu, wanasema pombe zile kali, wanasema haiuzwi kwa mtu chini ya miaka 18. Kwa hiyo ukianzia 18 maana yake unaruhusiwa kufa kwa hiyo pombe. Ila chini ya 18 wanakuzuia usife kwa hiyo pombe. Wanakuandikia mtu, unakuta kuna vitu vingine vya ajabu sana. Yaani watu kinaamua ufahamu. Unakuta wale wanaovuta sigara, nani aliwahi kuvuta sigara? Aliwahi kuvuta sigara tumbaku. Mimi nilijaribu hadi bangi. Haleluya. Amen. Nilijaribu bangi kama mara 2. Nikataka nitesti nione kitu gani kinafanyika. Sasa wakaniambia bangi. Sasa nilivuta ile mara kama nikasikia kitu kinaanza kuzunguka. Nikasema kuna ngoja niache tena. Kwa hiyo kwa masa Bwana Yesu asifiwe.